Karibu sana ndugu msikilizaji na mtazamaji na mwanafamilia wa Trust and Obey Media. Tunakushukuru kwa moyo wa dhati sababu umekubali kuungana nasi katika program ya siku 40 za maombi. Kwa kweli Mungu ana mpango mzuri na maisha yako. Mungu anataka kukusogeza tena karibu naye, na Mungu anataka aweze kukutolea riziki ya maisha yako. Asante kwa sababu umekubali kujiunga nasi katika fundisho la leo, na fundisho hili tena lina mguso wa pekee katika maisha yako, na ninaamini ya kwamba baada ya kufuatana nasi katika fundisho hili utaenda kubarikiwa. Kwa kweli mimi tena ni mwanasaikolojia na mchungaji Jemiel Kikenza ambaye anakupeperushia mafundisho haya ya siku 40, na ninaamini ya kwamba unaendelea kubarikiwa. Ikiwa utataka kuungana nasi kwa ajili ya majadiliano fulani ama kwa ajili ya maombi maalum, kuna namba ambayo tumeweka hapa kwenye screen. Hiyo ni namba ya WhatsApp, na ukitaka kututafuta kwenye mtandao wa kijamii unaandika Trust and Obey Media. Kuna mafundisho mengi ambayo tumeendelea kufundishwa pamoja. Leo ninakujia na fundisho nzuri linalosema kuzaliwa upya. Fundisho la leo linasema kuzaliwa upya. Fundisho hili linaanzia katika kitabu cha Yohana 3:3. Katika kitabu cha Yohana 3:3 Yesu anasema, kwa kweli ninawaambia, kama mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi akauona ama kuurithi ufalme wa Mungu. Tazama, fundisho linaanza na kauli ya Yesu Kristo anapozungumzia kuzaliwa mara ya pili. Fundisho hili linasema kuzaliwa mara ya pili. Kuna utofauti mkubwa kati ya kumfurahia Yesu na kubadilishwa na Yesu. Kuna watu wengi wamejidanganya eti kwamba wamebadilishwa na Yesu, lakini wamemfurahia Yesu. Unaposoma kitabu cha Yohana katika sura yake ya 2, unaona ya kwamba Yesu anatenda miujiza mingi sana, na watu wanamfuata, na watu wanafurahia yale ambayo anayatenda. Na miongoni ya wale, kuna wale ambao walikuwa wameshangazwa na namna vile Yesu alikuwa akitenda miujiza. Lakini ukitazama namna Yesu anavyojadiliana nao, yeye sio kwamba anatazamia vile ambavyo walikuwa wakivitenda, lakini alikuwa akitafuta, je, watu hawa kupitia mambo haya wamenijua mimi? Kwa nini yale yote tuweze kuyazungumzia katika fundisho hili? Tuelewe ya kwamba katika mahusiano pamoja na Yesu, jambo la maana ni kubadilishwa naye, sio kumjua. Kuna watu wengi katika maisha wamefurahia kuona Yesu anapotenda miujiza, wamefurahia kuona Yesu anapoponya wagonjwa, lakini hawajabadilishwa na utume ama na huduma ambazo Yesu anaendelea kuzitoa. Katika kisa hiki ambamo tunapata maneno ya kuzaliwa mara ya pili, tunakutana na mtu mmoja maarufu katika Biblia ambaye alijulikana kuwa miongoni ya wakuu wa kanisa, wazee wa kanisa, miongoni ya wale wanaotumika katika Sanhedria, wale ambao ni waongozi wa kanisa. Jina lake Nikodemu. Huyu Nikodemu alikuwa kiongozi wa kanisa, alikuwa mfarisayo ambaye wanamheshimu sana. Alikuwa anafundisha kanuni za kanisa, na alikuwa miongoni ya wale ambao wanatoa mawazo yao na maoni kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Bwana. Lakini tunaona yule Nikodemu anapochagua saa za usiku na anapoenda kumuona Yesu. Kwa kutazama, tutaona ya kwamba Nikodemu alikuwa akiogopa maoni ya watu wanapoona mtu ambaye anaheshimika aende amuone Yesu. Inamaanisha ya kwamba katika muda huu Nikodemu alikuwa kwanza amefurahia huduma za Yesu. Hata kama alikuwa ana sayansi ya kanisa, lakini aliona ya kwamba huduma hizi zinaweza zikaelekeza mtu pahali fulani. Lakini kwa sababu Nikodemu alikuwa bado hajabadilishwa na Yesu, akachagua saa za usiku ili amwendee Yesu. Unapotazama yale ambayo Nikodemu alizungumza pamoja na Yesu, maneno yake yalikuwa mazuri, kwa sababu kauli za Nikodemu zinasema ya kwamba alisema, tunajua ya kwamba wewe ni rabi,
tunajua kwamba wewe ulitoka mbinguni, na tunajua ya kwamba mambo yote ambayo unayatenda ni ya hakika, na miujiza ambayo unayatenda hauwezi ukayatenda isipokuwa imetokana na nguvu za Mungu. Tukitazama maneno ya Nikodemu yalikuwa yanaheshimika, na mambo ambayo aliyazungumuza yalikuwa mambo ambayo yanaendana na utaratibu, lakini Yesu hakuweza kumupatia sifa. Jambo ambalo Yesu alimtolea akasema, yale ambayo unayatenda Nikodemu na ambayo umeyasema yameonesha ya kwamba unafurahia huduma zangu, lakini haujabadilishwa na huduma zangu. Ndio maana Yesu akamwambia mara moja na akasema ya kwamba ikiwa mtu hajazaliwa mara ya pili, maana yake hajabadilishwa na vitendo vya kiroho, hawezi akaingia katika ufalme wa Mungu. Pima kujiweka katika maisha yako ya kiroho. Yale ambayo unayatenda ni sababu umefurahia huduma za Yesu ama umebadilishwa na huduma za Yesu? Je, kwa kweli unaweza ukahakikisha ya kwamba umezaliwa mara ya pili? Nikodemu alishangazwa na yale ambayo Yesu aliyasema wakati wanamwambia azaliwe mara ya pili. Akajiuliza, nitarudi tumboni mwa mama yangu namna gani? Ni kama vile Yesu alizungumza naye na kumwambia ya kwamba yale ambayo unayajua juu ya dini, kama ni amri, kama ni kufanya kazi za kanisa, kama ni kusoma Biblia, kama ni kutambua nabii wa uongo, havija kusaidia ili ubadilishwe na uwe miongoni ya wale ambao wanastahili kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ndiyo maana akamwambia kama hauzaliwe mara ya pili. Kwa kweli maisha ya kiroho, yule ambaye anaweza akasema nimemjua Yesu, lazima achague kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kukubali huduma za Yesu, na kukubali hizo huduma ziwe na impact kwa ajili ya moyo wako, na tabia yako ioneshe ya kwamba umemjua Yesu. Kitendo cha Nikodemu kumwendea Yesu usiku kilionesha ya kwamba hajabadilishwa. Na kwa kweli katika maisha yako unaweza ukajiuliza, namna gani nitajulikana ya kwamba nimezaliwa mara ya pili? Kuna watu wengi wamebadili dini, ametoka katika dini nyingine na kuingia katika dini nyingine, lakini na hajaumbwa mara ya pili, hajaumbwa upya. Ni kutaka maanisha ya kwamba moyo ndio unabadilishwa, na yule ambaye amezaliwa mara ya pili hana uoga ya kuweza kutangaza Injili, hana uoga ya kumwendea Yesu, hana uoga ya kusimama kwa ajili ya mambo matakatifu. Kwa kweli uelewe ya kwamba katika kitabu cha Yeremia 13:23 wanazungumzia maneno ya kusema, je, Muethiopia anaweza akabadili ngozi ya mwili wake? Ama chui inaweza ikabadilisha kazi zake? Haiwezekani. Lakini jambo ambalo wanataka kutazamia hapa sio kuangalia mwili ndio ubadilishwe, lakini moyo ndio ubadilishwe, kwa sababu moyo ukibadilishwa, mambo yote yataenda kufuatana na wingi wa fadhili za Bwana. Namna gani mtu anaweza akabadilishwa na kuzaliwa mara ya pili? Swali la Nikodemu, mimi mtu mzima ninaweza nikazaliwa mara ya pili? Yale yanaanja katika kujenga maisha ya kiroho. Wakati kila mmoja anakubali kusema, Bwana, ninataka unijengee maisha ya kiroho mapya. Wakati unaposema ninaachana na maisha ya dhambi, wakati unaposema ninataka nibadili vitu vilivyopita katika maisha yangu, nisahau siku zangu zilizopita za dhambi na nianje maisha mapya. Na wakati tunapochagua kuzaliwa na kukubali Yesu awe kiongozi wa maisha yetu, hapa ndipo tutaonekana ya kwamba tumezaliwa mara ya pili. Tutaingia katika utakaso, tutajitolea, tutaondoa maisha yetu ya zamani na kuingia katika maisha mapya, na tutatenda mapenzi ya Bwana Mungu. Bwana Mungu ana uwezo wa kukutolea moyo mpya. Bwana Mungu anaweza kukutolea majibu kwa maswali yako. Bwana Mungu anaweza akatengeneze mazingira mazuri kwa ajili ya maisha yako mapya, na Mungu atakutolea mwenendo mpya. Ndiyo maana kubali, usiwe yule ambaye anafurahia huduma za Yesu, lakini uwe yule ambaye atakubali kubadilishwa na huduma hizo. Ijapokuwa Bwana amekuita
kwa ajili ya kutenda kazi. Usifurahie kuchangia kazi ya Bwana isonge mbele na wakusifu eti kwamba ulitenda kazi kubwa, lakini uone watu wanapobadilishwa, na wewe ubadilishwe kuona ya kwamba watu wanamkubali Yesu. Ni yule aliyezaliwa upya, aliyekubali kubadilishwa na kazi na huduma za Yesu. Anapoona miujiza inatendeka, anasema kwa kweli Mungu yupo. Yule ndiye atarithi ufalme wa mbinguni. Mungu akusaidie na akubariki na awe pamoja nawe, akusaidie ili uweze kubadilishwa na huduma kuliko kufurahia huduma za Yesu, katika jina la Yesu. Amina.